nahitaji msaada kutoka kwako. Nipe nguvu na uvumilivu Baba, niwe wako, niwe wako. Kuna viumbe kila aina na kuna sisi kwa mfano wake. Mungu ni mwema, mwenye kutupenda. Mungu ni mwema, ni mwenye kutujali. Umelipanga ngapi kwa uhai wako? Umepanga nini kwa kubarikiwa? Mungu ni mwema, mwenye rehema zote. Shike mkono usianguke, nahitaji msaada kutoka kwako. Nipe nguvu na uvumilivu Baba, niwe wako, niwe wako. Shike mkono nisianguke, nahitaji msaada kutoka kwako. Nipe nguvu na uvumilivu Baba, niwe wako, niwe wako. Shike mkono usianguke, nahitaji msaada kutoka kwako. Nipe nguvu na uvumilivu Baba, ili niwe wako, niwe wako. Shike mkono usianguke, nahitaji msaada kutoka kwako. Nipe nguvu na uvumilivu Baba, niwe wako, niwe wako. Shike mkono usianguke, nahitaji msaada kutoka kwako. Nipe nguvu na uvumilivu Baba, niwe wako, niwe wako. Shike mkono usianguke, nahitaji msaada kutoka kwako. Nipe nguvu na uvumilivu Baba, ili niwe wako, ili niwe wako. Tamu sana, tamu kama nini? Sema shike mkono usianguke, nahitaji msaada kutoka kwako. Nipe nguvu na uvumilivu Baba, ili niwe wako, niwe wako.
Wainua mawe ya kusifu Bwana, ukainua hata miti kusifu Bwana. Iliyo mikavu Yesu ulipa uhai. Mimi ni nani nikuingie na kinywa changu? Uliniumba ili nikuabudu, uliniumba nikupe sifa zote. Mimi ni nani nisikufanyie haya? Baba, viumbe vyote vinakusifu wewe, wanadamu wanakuabudu Baba. Mimi ni nani nisikuinue Baba? Baba, pokea sifa, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Pokea pokea sifa, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Pokea Baba, pokea sifa, pokea sifa, manukato ya sifa yako, ni yako Baba. Pokea sifa, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Uliniumba nikuabudu Baba, uliniumba nikupe sifa zote. Mimi ni nani nikunyime sifa hizi? Mimi ni nani nisikuabudu Baba? Pokea pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Pokea Baba, pokea sifa Baba, manukato ya sifa ni yako, ni yako, ni yako, ni yako. Haleluya, Baba, manukato ya sifa ni yako. Manukato ya sifa ni yako. Pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Pokea sifa, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Pokea, pokea, pokea sifa, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Wewe ndiwe shauri wangu mwema, wewe ndiwe, wewe ndiwe daktari wa uzima wangu Bwana, wewe ndiwe. Wewe tabibu wa uzima wangu, wewe Bwana, wewe ndiwe daktari wa uzima wangu, wewe Bwana,
wewe ndiwe. Pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Pokea sifa, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Pokea sifa, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Zikilani, the African melody band. Pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Pokea sifa Bwana, pokea sifa, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Tunasema pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Pokea sifa, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Amen. Kwa shangwe na kusifu milele na milele. Kwa shangwe na kusifu ewe Bwana milele, na kusifu kwa shangwe na kusifu milele na milele. Shangwe na kusifu milele Kwa shangwe, kwa shangwe na kusifu milele na milele. kwa shangwe, Kwa shangwe na kusifu milele na milele. Ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni mwema. Nimeomba tena siyo mara moja, kwa roho na kwa kweli, bali sijapata
majibu yangu kuyaona. Nimeomba tena sio mara moja, kwa roho na kwa kweli, bali sijapata majibu yangu kuyaona. Adui shetani muongo asema ya kwamba Mwenyezi Mungu yeye hanijali, bali siwezi, sitomkubali. Ninayo hakikisho ya kwamba Mwenyezi Mungu ananijali, ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni mwema. Hey, ananijali Bwana, ananijali, ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni mwema. Ananijali, ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni mwema. Hey, ananijali, 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 sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni mwema. Ananijali, ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni mwema. Alright, sound check pale theater side. Karibu sana ndani ya Zetu TV mwanakuru tunaweza. Ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni mwema. Wewe ndiwe mfalme mkuu. Okay, wewe ndiye mfalme mkuu. I want to welcome you guys. Karibu sana ndani ya Zetu TV. Papa hapa no mwanakuntu mwanakuntu papa amejaja ndani ya nyumba kama kawaida. Na wakilisha kwa njia iliyo safi. Kwa hiyo kibwatere tinsa bune chichabona marakoba cyarage tinsa isano. Yeah? Hey. Chitse isano ne chitake mirongo chitake 12 cyabona maragoba chitake 15 mu 2021 ko tebingo tete mu tinsa chinkeigo to abantu baganye tete yabaganye te PPN kiego soka. By the way, I want to welcome you guys. This is Kisi Hot TV. I want to welcome you all today. It is awesome and wonderful because God ametuwezesha tuko papa hapa hivi leo, tuko salama. Mungu ni mwema. Thank you very much. 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 Karibu sana. Karibu sana wana wa minto. Karibu sana. Leo tunapiga tu Kiswahili kwa sababu kujua kwamba tuko wengi hapa ndani ya nyumba. Ongea tupate kisi wengine tuelewe, naomba mniwe radhi kwa maana tulikuwa tunajaza hapa na kupiga mawili matatu. Lakini nataka tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa wakati huu. Nimshukuru, niambie Bwana ni asante kwa maana umetuwezesha hapa ndani ya Kisi Hot TV. Timu nzima, timu jaja pale ndani. Kama shafika watu wangu nakwambia kwamba
wakilisha rekodi yako, sema nipo ndani kama kawaida, nimeshajaja hapa na mimi Kuntu nipo ndani. Na shukuru sana Mwenyezi Mungu, hakika amekuwa mwaminifu tangia asubuhi mpaka wakati huu. Sina la ziada ile tu, I want to appreciate for what he has done for me. And nataka kuleta kitu hapa kanapita tu hivyo, kuna kitu nataka kuwaletea. Nakwambia kama Kisi Hot TV na imekuja kwa sababu kuweza kupromote the society, the vijana. By the way, I think I talked yesterday with him, akuja kuniona hapa leo, of our music to promote siku kuona. We said we have to promote the upcoming artists na wale ambao wako pale, and that's why usually tunafanyanga kila kitu kuhakikisha kwamba tunasonga mbele. But today Kisi Hot TV gonna officially release the song ambayo imefanya tu mwanadada mmoja, nitakuwa nawaletea baadaye kipita kama nimeshaomba. Kuna mwanadada ambaye amefanywa audio pale hapa Kisi Hot TV, video pale kila kitu pale. So we want guys, ukiona hiyo video kwa pale tu kwa nitakwambia mali inapatikana almost live records, nitakwambia vile utaipata. You go and watch it and share to your friends to promote this young lady mwenye amekuwa ameshika mkono na Kisi Hot TV. Na wewe kama ni artist, we are there to promote you. Just we are here for you, okay? Wacha kwanza niombe ndio tukaanza kuingia katika shughuli zingine, okay? God, we praise your name this evening. Thank you for this moment and this opportunity that you have given unto us. It is glorious and mighty to praise you and worship you, my Father. Thank you for what you have done for us. This is Kisi Hot TV. I pray for all fans of this station and this studio, and all workers and all the management of this Kisi Hot TV. Father, may you receive your glory and honor for what you have done for us. Bless us and forgive our sins. As we want to start the program of tonight, Father, we pray that you be with us and hold our hands as we are going to be in the next level. My God, thank you for this opportunity and forgive our sins, my God, and forgive our trespasses as we forgive our friends, my God. Thank you, Father, as we want to be with us and hold us and teach us in every situation and every moment that we are going to go through. And may you receive your glory and honor. In the mighty name of Jesus Christ, I pray, and in Jesus' name I believe. Can everybody say amen? Kila monto asema amina. Thank you very much, guys. Nimewakaribisha nao officially. Team comment, anza tu kushughulika pale. Nitakuwa na chila linki baadaye. So if you are there in, just take it easy, okay? Chukua hiyo like, kitu cha kwanza, just like, and take that link and share to friends, invite friends. Today's topic, nitakuwa tunashughulika mambo mawili matatu. Tunakuwa tunajaza hapa, yani leo vinitobile wa mofaya, moto. Anyway, before that, guys, I want to just bring something small here. Alafu ndo nikimbieni waletea song ambao tumefanyia mwanadada hapa Kisi Hot TV na katika almost a group media tumempromote. So we want to promote so many as we can. The artists and whatever, the comedians, those people, if you have a talent and you have no platform, Kisi Hot TV is there for you guys. So nitaenda kuwapatia muone kwamba how it is been done, audio imefanywa pale, video imefanywa kule tu pale Kisi Hot TV pale tu. So I want to tell you guys, just karibu sana. We want to promote and we will promote. There are so many upcoming artists pale Kisi Hot TV naenda kupanga sasa hivi. Nakwambia kufika next week tutakuwa tunaleta wasanii wengi Christian Nyamira upcoming wenye walikuwa wamekuwa na talent, but wako na platform. I love it. Thank you very much, guys. But meanwhile for this one, what niweka kakiribu kanapita hapa, nikimbieni waletie your song and then tuanze show live and direct. Ama sio? Welcome. Magari wakasimamisha huko. Wakaingia kwa hoteli. Kitu ya kwanza wameangalia ni matumbo zao. Wamekula kuku, wamekula chapati, wakatoka wakaenda. Wamerudi tena na hizo the same magari. Wakakuja wakaanza kuambia mama toka, wakamrusha nje kwa mtaro, wakaanza kubomoa. Already wamekula, alafu wanatoka tena kutoka juu, gari mbili. Kwani sisi wamama wawili tunatosheka, au maaskari karibu 20. Kwa sisi tumekosea wapi? Tulikuwa tumeibia nani? Ongwaya anatutumia maaskari pickup mbili. Wamama, sisi hatukuwa na silaha yoyote. Tunaomba
Unataka serikali nini? Serikali yetu ni ongwae. Kwanza tunataka Janet akuja aongelele hapa atuelezee sisi wamama ndio Yo, Costa baby. Almost life. Isa black. Kifo cha menda chali na mdai. Akiwa inofficial bila tie. Ananipeleka hadi Hawaii. Wazungu ni wengi haki walai. Kifo cha menda chali na mdai. Akiwa inofficial bila tie. Ananipeleka hadi Hawaii. Wazungu ni wengi haki walai. Napenda boy ndaki mtol awe na bunduki nono. Inaweza cheza hizo rods kipewa nafasi nipatizo shot. Asiwe mstinji kikamu kwa doma. Mapenzi kwa wingi iwe msingi kamini kwa wingi. Mimi siwori kifika matime niwe na loa. Spending my chocha, spending my vako, spending my fala. Spending a man on me, damn boy when he holla. Aki walai. Kama ni pailo kibeti ni full, aki walai. Akienda jail na baki na change, aki walai. Nishajua ni main na mwezi ni change, aki walai. Cheza your game, aki walai. Boy, me know the best, aki walai. Napenda boy msimple, cause mimi niko na dimple. Wait a minute, sio pimple. Anaweza niambia wimbo. Wako mapenzi na dai walai, kutoka Kisii na rock tonight. Nakupenda we usiseme bye, aki walai. Kifo cha menda chali na mdai. Akiwa inofficial bila tie. Ananipeleka hadi Hawaii. Wazungu ni wengi haki walai. Kifo cha menda chali na mdai. Akiwa inofficial bila tie. Ananipeleka hadi Hawaii. Wazungu ni wengi haki walai. Ndakuzenga eti gorofa ikifika ni mwisho pila ina fall. Mimi ni dem nikipiwa kiboko na filio pain. Nisiwe mnyonge kikamu kwa roga. Sina mgongo nishike shingo. Siri ni mob roga kwa sasa ikifika kwa table. Makoro bless. Tukiana na fada kiwa na mada kasa kudedi. Aki walai. This to hell. Kume ni no gosh, aki walai. Sema ni no, masina defense, aki walai. Kaka Subaru kuja na jet, iwe ni mwisho. Nena kizungu, guess what, na kuja kuom. Songa na mais, nikija smell, niwe na mic. Shell, iyo, what? Aki walai. Napenda boy msimple, cause mimi niko na dimple. Wait a minute, sio pimple. Anaweza niambia wimbo. Wako mapenzi na dai walai, kutoka Kisii na rock tonight. Nakupenda we usiseme bye, aki walai. Kifo cha menda chali na mdai. Akiwa inofficial bila tie. Ananipeleka hadi Hawaii. Wazungu ni wengi haki walai. Kifo cha menda chali na mdai. Akiwa inofficial bila tie. Ananipeleka hadi Hawaii. Wazungu ni wengi haki walai. Haki walai. Oh. Okay, all right. Thank you very much. Guys, karibu sana. I tell you this is where wait. Okay, wait. Okay. Thank you. Karibu sana. Nimekuambia kwamba hiyo kitu umetoka hapa, I don't know wanaita aje. I sielewi that type of song, but it has been done here in Kiswahili TV under Omusae Group Media Records. We are here to promote you guys the upcoming. Kama kuna mtu upcoming artist, this is, I think you have seen the example. Wako wengi sana wako jikoni bado wanapikwa. So in the next 1 week ama 3 days tutakuwa tunaachilia hapa wasanii wengine upcoming artist ambao walikuwa na talent. As you see this young lady, she's talented, she can write a song wenye kuna some yani nitaji mtu usikize na uweze kuna watu kuna talent, she can rap or whatever or whatevers. But I want to welcome you to upcoming artists. Kama ujiko pale,
just reach for us. We are here to promote you as we have started to promoting. I remember mkiambia kwamba na director kwamba we are here to promote the upcoming artists. That's one of them you have started. There are so many on Kizen. But let me welcome you here today. Thank you very much for tuning in under Kisi Hot TV. Njero mwana Dennis Nyabuto, ukipenda kilita kukurikuntu sitakataa kuitika. So this opportunity, I see guys, there's a link inataka kuweka hapa, but you have seen the topic. Naona watu wanaenda kusalimiana pale. Watu wasalimiane bana. Mosabati TV, thank you very much for saying hi to some guys pale nje. Naona Mosabati TV anaenda kusalimia watu. So guys, I want you to just say hi, but naachilia link hapa. The next minute we start the topic of today. We talk and share and we learn and we joke. We joke and we check and we check hard. Meanwhile, this is Kisi Hot TV. Karibu sana watu wangu. Na waenzi na wapenda sana. Iko more fire. Alright? Okay. Wacha niwekee link hapo. Link iko hapo. Okay, watu washafika. Usisaurike nje bana. Vipi? If you get in, just say I'm in, by the way. When you tune in, say nipo ndani, okay? Nishafika. Say present, mark register, say kama nishafika, we shall know that you are in the house. Ushawaziri bana. Nishapatiana. Thank you. Oh, thank you very much. Fikita ya ashaanza topic immediately. Onjiri ekiage kyomogusi. Hey, thank you very much guys. Here nataka tu nianze nifanye hivi. Nilikuwa nimeomba, I've done APCD, nimeintroduce vitu mbili tatu. Kuna baadhi ya news ziko pale leo, watu wengi wa pale Kisii Town waliamkia tuna mahasira. Kuna baadhi ya vibanda ambazo vilipomolewa, wengine mafriji nikaona soda, watu wengine pana kuku yenye na nyama na whatever na ugali, tractor na kanyaga juu ya so watu walikuwa wanalia pale, yani mpaka wengine tukilala njaa bana, vipi yani, kwani mtu anakanyaga juu ya food bana. Kio 9:10, Mungu ndiye mkuu. Ni hapa tu Kisi Hot TV, station ya mtandao nambari 1. So link nimeweka pale, watu wakuje. Siona watu backstage, watu ningia katika team comment, tuanze topic. But topic inasema kwamba how can we just, I want you, unajua guys, nowadays I know najua kwamba nataka tuseme hivi, najua kwamba kuna watu wengi wako katika ndoa, na that's the stage that the 98% of the people lazima watapitia that stage ya kuwa married or kuwa in a relationship. So how can we just maintain this relationship? Watu wapendane vile. Unajua kitambo watu walikuwa wanapendana vizuri sana. Watu walikuwa wanapendana well. What do I mean? Kitambo ukitaka kuoa, for example, kukuriku mtu nataka kuoa na upate mimi kuna msichana amenifresha, nenda pale nje na mtime akienda tunatoroka naye. Sometimes msichana anaweza pata kuwa anapendezwa na huyo mwanaume pata, ilikuwa na mpidi na anakaa pale anakazaa watoto, anasema pale ni kwake, anafosiwa kuoleka, and it was still love. But siku hizi bana vipi, kumegeuka, kumekuwa kubaya. So today I want to talk about how can we just maintain this love. Kwenye kwa nyomiro, what is the things that you should avoid or you should do to maintain the upendo katika hiyo ndoa and that marriage, what can make that marriage to be strong? Kina siku hizi mtu anaoa zaidi ya wanawake. Somebody told us here he had 7 wives. Just present na watu once tu hivyo, analeta tu hivi, wanakosana, anaenda mwingine, anakuja, anaenda mwingine, anakuja, anaenda mpaka wa 7. So what is the reason and how can we just maintain our marriages for those people who are married? What is the secret? If you are more than 20 years in marriage, what is the secret? What can you just teach this young generation
let me call them at the upcoming sijua. Utawaambia nini hawa watu wengine ambao wanafanya nini, wanaoa? Utawaambia nini? Kuna mtu ameoa leo, kuna mtu ana plan kuoa next month, anataka kuoleka. So what is the secret in marriage? Inakuwa rahisi. How can we maintain this one to be perfect? Mpaka mtu anasema how I wish marriage yangu ilikuwa kama mtu fulani. So that's what I want us here today to share. But meanwhile, link ya ronga na tukutetee gali. Niko nimpatie na link kitambo sana. I want to see you here as we talk. 1 2 3. What think you can comment? I see here she is Gertrude. Okay, let me summon hapa. Okay. What in some comment hapa. Okay. Okay. She's called who? Gertrude Nyamari ananiambia kwamba I'm in. Thank you very much. Anasema kwamba Nancy Mora, anasema kwamba nipo ndani. Karibu sana Nancy Mora. Gertrude Nyamari ananiambia kwamba hi Kurutu na mashabiki wote wa Kisi Hot TV. Hi to you my dear sister Venik. No, not Venik. Upelekanga wapi Venik kwa nani Vance by the way? Upeleka wapi Vance Gertrude? Where is she? Where is she? Nona mtu anaitwa hapa Aziza Precious. She's saying tuned. Thank you very much for tuning in. Are you present? I've seen somebody here who is Gertrude Nyamari, anasema kwamba amen. Okay, thank you very much. Elda Nyangaresi anasema kwamba niko ndani. Nashukuru sana Elda Nyangaresi, thank you very much. Naona mtu anaitwa Mosaba TV anasema hodi. Karibu sana Mosaba TV. Naona mtu anaitwa pardon ni nani? Mosaba TV anasema kwamba hello at Gertrude, thank you very much. Anaitwa Mama Chantel anasema kwamba tuned, thank you for tuning in. Mosaba TV anasema kwamba Nancy Mura, hi to you, thank you very much. Anaitwa nani? Ekiage kyo Mogusi TV, DJ Philo niko ndani. Thank you very much. Thank you very much, my brother. I don't know, brother or sister. Just welcome in the house. Thank you very much. Anaitwa nani? Kevon Chiri anasema kwamba 1 Corinthians 13 4-7. Upendo uvumilia yote. That's the secret. We are come to that moment, but nishaachia link hata kwa watu wengi hapa ndani. We talk 1 2 3. Sasa hivi ni saa 5:31 bado tuko Afrika Mashariki. We have some minutes too kungoja ile report kutoka kwa PPI from the appeal. Tutasikia what nini kitatokea. People are eager waiting. Okay, rege tasimama maitendelea. Tuko half time ama tunarudi second half time, I don't know, ama tunarudi second half. All in all ni kesho tu, some minutes tu, just keep on waiting hapa Kisi Hot TV. Anaitwa nani? Anaitwa Mosaba TV. Ekiaekyo Mogusi ayatori muyati jevilo. Kwani amefanya nini? I know muyapi DJ I know monto muyapi. Mosaba TV ati witro sigi gama bara renchara. Mosaba eti Tuanti mwaga unga my brother. Let me just use this side and some comments haraka. Anaitwa Mosaba eti anasema kwamba Mama Chantel, hi. By the way, nimeona Mosaba eti TV anasalimia kila mtu, lakini hakuna mwenye anaitika. Sijaona mtu akisema yani sijui mbona tuitiki. Mimi nisalimie Mosaba eti TV. Mimi nisalimie nitaitika. I tell you and I promise you. Thank you very much. Gertrude Nyamari anasema kwamba hello at Mosaba TV. Thank you for just responding. Mosaba TV anasema kwamba nipe subscription yake at Gertrude Nyamari. Tiambe kini general. Watu tukitoka hapa mkimbie pale YouTube msubscribe kwake Mosaba TV. Sawa. Mosaba TV nimekuombea. Gertrude Nyamari anasema kwamba okay, I will. Thank you very much. Mama Chantel anasema kwamba Mosaba TV niko vipi? Thank you very much. Gertrude Nyamari anasema kwamba ako mwambie na mtafuta, sawa. Mwambie na mtafuta kama pesa na shilingi na siringi. Sawa. Na mtafuta kama pesa na shilingi na siringi pamoja. Thank you very much.
Victor anasema kwamba Upendo ni uvumilia katika kila jambo. Thank you very much. Ashaanza kupatiana maoni. Watu wasalimiane kwanza tujuliane hali. Anaitwa mkiona at finest man Celestine Fenika Gesare muwape salamu. Obi hao watu finest man Celestine Alaka Fenika Gesare tukapatia salamu. Geoffrey Gisore team following always niko ndani kama dawa, kama medicine na kama iliogo. Na team Nyagoseta tuko ndani na staff yote. Thank you very much Geoffrey Gisore. I appreciate for that. Thank you very much. Victor at Gertrude Nyamari, mambo. I miss you. Hey, kuna mtu amemisiwa hapa, watu wengine hatuonekani. Mtu kama mimi Sudanese, asijana Sudanese mwenzangu. Naitwa Gertrude Nyamari, poa sana at Victor. Nimesoma comments zimeisha. Now wacha niweka link hapa chini. Msaba at TV. Topic of the day. Kuna majaribu mengi sana kwa wanandoa. Na sio wote wanaovumilia, sio wote wanaotoboa. Ila wavumilivu ndio huna mbivu. If we have faith, trust and love, all wins. That is the secret. What? Wacha niwapatie hii. Geti nimekuona. Mambo. Poa sana. Vipi? Niko poa, niambie. Niko poa. Nashukuru sana. Nimekusiomeri. I'm very much grateful and thankful to see you. Kuna mtu amenipotelea sijaona sura wake. Nilimchukua US atakaa. Sasa uliacha mimi Sudanese bana, ungenipeleka at least nipakwe rangi. Karibu sana. Say hi to TC Hot TV fans as we kufanya mambo mawili matatu. Karibu sana nafasi. Okay, wacha nisalimia watu, nisalimia mamangu, babangu, dadangu na mandugu zangu wote, alafu nikusalimia wewe Kungurutu, Fenika, Celestine, Finest, J King, Victor, Fini, Mnyaps na mashabiki wote wa Kizi Hot TV. Nawaambia hi. Alafu wenye hatujaingia YouTube, waingie YouTube wa search Kizi Hot TV, wa subscribe, wa like, comment and share. Wow. Hivyo. Karibu sana. Where you away? Watu tumelala nje hapa. Kwani mbona mnalala njaa na niliwaachia uji mkikunywa na mapera? Hiyo si chakula. Hiyo si chakula pia. Hiyo ni kuchokoza tumbo. Mlikuwa mnakula nini? Tumekaa njaa tu. Unajua kukula ndizi na uji hiyo si chakula. Unajua shida ya Wakisi, lazima useme eti ulikula nini? Eti ngwaragira ya tindagire tina alio machere. Yes. Ngwaragira bana. Eti bono taramatenje togete ngwaragira. Yes. Ona ngire no matete morokeo machere ritoke bias matete matebe mwanyu tali ya tebe ge mwanyu ngwaragira ya tuhariri toke ka mwenye tufunzanga alikuwa anatuambia ukikula lazima unawe mikono ndio fanya nini ufinye ugali na cheese hiyo ndio kukula hivyo. Okay. Yeah. Hivyo shida iko wapi? Sababu sasa ukikula mchele, ukikula viazi, ukikula ndizi, unawi mikono, si ndivyo? Unatumia kijiko. Hatufinyangi hivi.
Lazima kuna sahani mbili, sahani moja ni ya mboga, nyingine ni ugali. Hiyo sasa ni nyingine ni ya ugali. Okay. Yeah. Funny boy. Welcome to the topic of today. We want to talk about sijui unajua mimi sijui hapo unaweza kuwa unafahamu kidogo. Topic ni ya nini leo? Topic ile inasema kwamba ni njia zipi ama ni njia gani tunaweza tunza ndoa zetu ili tuwe na upendo katika familia zetu. Kama mimi waje finance chaguja anifunze sababu sasa next week nakaa mali. Kai, uliniita? Don't forget us out please. Watu wakuje na keki. Ni harusi ama ni ile ni harusi takatifu ama ni harusi ile nyingine ya eti nini kuru watu wakuje na keki alafu wengine waniletee sahani, kijiko, kikombe ya kuanzia maisha. By the way, we talk about unajua kuna watu ambao wanaingia next katika ndoa, wengine wapo, but sijui wewe unajua, what do you know about this? How can we maintain kama ni heshima katika ndoa kama umeoleka? Kuna kitu ambacho umefunzwa ama utafunzwa wewe bado? Kwa upande wangu, hebu soma hiyo ni nini ndio nisikie kwanza. Inasema kwamba ni njia zipi ama ni njia gani tunaweza tukatunza ndoa zetu ili tuwe na upendo katika familia zetu. How can we maintain love? Yeah. Niongee Kikisii ama nitumie lugha gani? Sasa si unaweza changanya TV na Kiswahili kwa sababu kuna watu wengine hapa Kikisii ni hawasikiangi. Unajua kulitu hapo kwa ndoa. Kama unataka ndoa yako idumu, lazima ukae mvumilivu, ukuwe na upendo, alafu yani utuare ukae na heshima. Unaona, respect kwanza ndio kitu cha maana. Yes. Kama utaji-respect na urespect mume wako ama mume alirespect wife yake, hapo sasa sioni kama hiyo ndoa itadumu. The way namuonyesha madharau na yeye the way anakuonyesha madharau, but inastahili uwe mvumilivu kwanza. So, you mean patience? Alafu kitu kingine, unastahili kama unapenda mshane sana kukaa na groups, vikundi mbalimbali ambao si nzuri za wanawake, unastahili kujiepusha nao. Unaona? Kama unatembea nao, tembea na mtu mwenye anakupea advice poa yenye unaweza fanya jenye kitakusaidia katika familia. Si yule mwenye anakufanya ndoa yako ifunjike. Nawe kwa mtu mwenye unapenda kufanya biashara, hata kupanda, by the way, kupanda mboga hivi, kuuza hata nyanya. Hata ukiuza, ukipanda vitunguu uuze. Mite gabu nayo na gwikarakari gabu no mugako na batenaki. Onye karo miyo hata wangana na hatenaki. Oyo ayo na batoko gende no na by the way na bao kwa maskani. Kwarorire. The way wana nayo wikaranza. Oikaranza oragerigu so bategetora agerigu. Tutaiti gwikarakarire nde wanda muno musaje gutara, lakini ni wanda nayo karakara titiambe kagaticha. Kwarorire. Simeko sina gatungu aka kana gwaka ose esukuma naye watati angende ngoni chigana nyora nagura no ni kebiriti barari nagura no na gachumbi ose sukari tirio takabwatene na komanya kiya yange ni bona round echiari na mbona gasine kusimeka ose rero takabwati bese na inje bona echiga mugaka batene na inje echiga mbatire tabwati tikangore na inje tikangore wara mwakonyana. So
twara maskani webusha chiurupu chimbe abo muntu gwikarakaria na rindi tokonya kuiranira ni no mugaka na kuri asinangwa nabo oyogonkoswa si vibaya na Okay, maswali naache baadaye tuweze kutama kurugabu. Nindoche Felix Ochungo anasema kwamba I'm joining less than 20 minutes. Thank you very much Felix Ochungo, karibu sana. Chudi Ondenyo, hi guys, hi to you. Thank you very much. Mama Chantel ameshafika, karibu sana. So Mosabati TV, are you capable kuongea? Leta mtoto hapa asalimie watu. Umejificha for a long time. Mtoi ndio yule hata kwa hapa. Salimia Anko wa TV. Anko wa studio ndio yule. Salimia mwambie hapa. Hi. Hey baby. Hi. Salimia huko. Mweke full screen. Mweka full screen hapa. Say hi. Toto hi. Hi. Gertrude muongeleshe Kiswahili. Toto sasa. Sasa. Poa. Unaitwa nani? Mwambie jina lako. Unaitwa nani? Mami ako wapi? Yaani niko na mtoto mwenye hajui kuongea. Si unajua kuongea ama ukijiona kwa TV uongee. Hebu salimia Auntie Gertrude. Mwambie Auntie. Naam, mambo. Poa. Kuja nikubaie sweet. Kuja nikubaie sweet. mwambie sawa nakuja. Ulizo kwa wapi? Kapi. Niko hapa. Niko hapa kuja nikubaie sweet. Cheza na M-Pesa ya dadi. Mwambie cheza na M-Pesa ya dadi. Sawa, salimia mama. Sawa tutoe basi. Tutoe full screen sasa basi. Unasikia unasema salimia bro. Poa sana. Nani amesema? Umeambiwa ucheze na danganya mtoto ati akuja yeye tamu. Sasa si mtoto lazima muongeleshe hivyo ndio akuwe rafiki. Sasa si mnunulie basi ndio kama hata kuongelesha. Tampaia kesho. Sasa ada isukaje Gertrude? Huyo ndiye Nyamari. Na ya. She is. Okay. Sasa umejificha tu tunaona kapicha kadogo tu. Sura baso no waonekani. Oh, okay. Automatic. Ada umeshinda aje leo? Nimeshinda salama labda wewe. Sisi tunashukuru. Sisi tumeshinda vyema, tunashukuru Mungu tumefika kwa nyumba. Sasa tumetulia. Unajua siku mzima, usishangae kwa nini huyu mtoto anashindanga na mimi wakati wa usiku. Sasa sometimes hatuko kwa nyumba. So tunaenda kabisa, tunaenda kumtafutia. Sasa the only time ako nayo kuspend na dadi ni ile wakati mzee amefika kwa nyumba. Toa mtoto kwa studio. Sorry, bro unasemaje? Dedi ni amesema utoe mtoto kwa studio. Hapana, sasa huyu hawezi toka. Nikitoka studio na yeye ameenda hivyo. Kwani halalangi mapema? Hata ndiye anaamka saa hii tu amesikia sauti yangu venye nimeingia kwa studio akasema lazima. Unajua amezoea Kisi yote TV. Unajua wewe ndio umemwamsha. Lazima aone nini. Nyuma yangu haiko soundproof. Ameshtuka tu akasema acha niongee na Ngo pale. Unaona bado anaangalia. But ni mzuri si mbaya. Mimi naona ni mzuri. Huyo mwenye halali akifika wakati wa kwenda shule hata kuja kuamka. Ndio atalala. Huyu sasa
unajua hata sisi shuleni tulikuwa tunaambiwa tuamke prefs. Sasa ile ndio unasikia kweli. Ulipomaliza shule ukasema sasa nitaanza kulala. And imagine na Hakuna huwezi lala. usingizi, imagine. Kwa sababu utakuwa umezoea kuamka. So with this one also atakuwa sawa tu, but with the time atakuwa anazoea tu. Yes. Sasa wacha nimpembeleze yeye tu alale kidogo tena ndio tuingie kwa mada kubwa tuongee. Leo tutaongea bado tuko mpaka saa 8. Hata nilikuwa nawasalimia watu wa studio wenye wako kwa comment section pia, wenye wako hapa kwa studio pia. Tuendelee kusapotiana tu ndani ya Kisio TV also. Asante brother Dennis. Thank you very Acha much. nikuwe backstage kidogo tu. All right, thank you. So I want to welcome you here as we are here a one-on-one ndani ya Kisi Hot TV. Mimi nipo hapa kama kawaida. Ni Dennis Kukurikutu. Karibu sana katika mada siku ya leo. Dere ni kwamba geti na kuona salimika na kurutu na Mosobeti. Tumesalimika. Yaani unatuona sisi watatu. Ametuona sisi watatu, wengine amewasahau. Thank you very much. Dere nimesalimika pia, mimi nimesalimika hapa. So guys, nataka kuwakaribisha somo cha dada wetu kwa leo. Before speak that, niko na vitu mbili za kuzungumza hapa. Jana we had connections, tulikuwa na connect, niko na vitu kama 2-3 hapa. Appointment namba ya kwanza mwenye if you are between 28 and 30 years, niko na mrembo pale anasema kwamba anataka kijana awe na miaka 30, kuanzia 28 mpaka 30. Msichana mwenyewe kuna 27 years. Anasema kwamba apende kazi yake anafanya, ile kazi anafanya, and her business wakuwe na bright future. Somebody say akona focus. So hiyo nasema tu kwa sababu nipo nao ndani pale kwa inbox yangu. So if you want kijana and you want somebody, niko na mtu. Wacha tu niseme hapa hadharani. Asiseme kwamba muona sikusema. Niko na msichana miaka 27, hana mtoto. She's here, ako Nairobi, bado anapambana na maisha na biashara na vitu zingine 2-3. So if you are ever willing to get married, kwa kijana, hizi topic ya siku ya leo tunaenda kuzungumzia mawili matatu. But remember, I have that one. So if you want that lady, just my phone number there, ni text uniambie unataka ama andika kwa comment, tutafutane. Mimi nitakuconnect na yeye, muongee muelewane, mtafutane pale Nairobi, appointment mpeane, sina stress. Bora tu harusi, tusherekee tukule cake. Number 2, I have niko na kijana mwingine papa hapa, alikuwa hapa jana. He is 27, pia yeye ni public servant. Yeah, he also anataka somebody who is ever ready and ever serious. So if you are there, kama uko pale, karibu sana. Yeye bado yupo na yeye ako ndani ya inbox yangu. Kama uko ready to get married, just tell me to connect you. Sitakuwa nakataa. Lazima tupate ma connection. Sawa sawa. Nipo na kijana mwingine kutoka tabaka 32 years. Anataka mwanamke between 28 up to 30 years old. Anafanya kazi ya kuchonga sanamu. So mwanamke apende kazi yake, apende kile kitu ambacho anafanya, waende waishi pamoja, awe na mtoto yeyote, mtoto mmoja, kijana au msichana. I'm very ready to take you there. Niko na namba yake ya simu, ako pado inbox yangu. So guys, get ready for that. Again, niko karibu kumaliza, nikuje back to the topic of today. What again? Umache TV is looking for somebody who is a friend in English and Kiswahili. Somebody mwenye anaweza logic na the news updates
updates ambazo zinafanyika kila wakati, meaning you should stay on internet from morning to morning. Ampatie kazi. Also, I have a certain guy amefanya IT from which university will start. I don't remember the university, but is graduating next month, but anasema pia anataka kazi. Amefanya degree in information technology. Yes. Nitarudi baadaye. It's okay. Na iko karibu kumalizia hizi vitu nisisahau, kwa maana tukiiko mchada tutasahau. Kama kuna mtu anatafuta shamba in between, iwe Nyamira iwe Kisii, if you have kama kuna mtu anauza shamba 100 per 70 ama 70 per 100 ama 100 per 100 meters. So kama uko pale kuna hiyo shamba na iko na title deed, and title deed ama award, I don't sijui kama uko na title kama uko na title ya shamba na unauza 70 per 100 ama 100 per 100 meters, pia niambie, I just connect you to that person, mkaongea pole pole, muelewane, mbadilishane shamba na pesa, it will be well and good. So hizo ni vitu kati ya zile vitu ambazo nilikuwa nazo hivi leo, zilikuwa chana, kama sijasahau nimeenda cha nikumbuke hivyo. So kama kuna shamba 70 per 100 ama 100 per 100 meters, iko na title date ya shamba, inbox me for that one, kuna mteja. Okay, back to the normal routine. Kevo Nchiri, sema attitude ondenyo mambo get routine mali. Thanks dear Adideraini, thank you very much. Hiyo ngine kwa nimesoma. I want to welcome you guys back to the normal routine, back to the studio, back to the topic of today, back to us wochaga one on one. Okay, tokoreiga. Today's topic inazungumzia kuhusu our marriage. We want to know on how we can maintain upendo katika ndoa zetu, katika ndoa, si hata ndoa zetu, katika ndoa yako. So if somebody you have decided to get married, how will you just maintain that love? Kwa ambao tunataka kwenda, what is the secret? What is the secret here? Those people who are married, tunaweza aje kupata funzo kutokana ni nini umesoma, ni nini ndoa inapenda, ni nini ndoa haipendi. I normally see people wanasema kwamba simu ya mwanaume ni kama kitunguu, sijui na whatever, sielewangi. So karibu sana. Anaona pana ita Judy Ondenyo anasema kwamba poa sana Victor, thank you very much. Victor Nchiri, welcome in Judy. Wacha niwapatie link. Linki ni hiyo inawapatia. Kwa saa hii ni saa 5:56 Afrika Mashariki, tarehe ni 19 mwezi wa 8 ni 2021. Okay, so we want to learn the ways on how we can manage, we can maintain our marriage. For example, mimi nataka kuoa mwaka ujao ama mwezi ujao ama kesho, but because I'm new in that marriage, mimi ni mgeni katika hiyo ndoa, mimi ni mgeni, but how should I just maintain that love in how can I maintain? Ni nini ndoa haitaki? Ni nini ndoa inataka? Ni nini mapenzi haitaki? Ni nini inataka? How should I maintain this person whom I have decided to stay with for over 50 years and above? How should we behave in the marriage? Tunafaa behave aje katika ndoa? Nataka ilikomenya ase chi nyomo cheito. If you just compare the wale watu wa zamani and nowadays, now this the generation of today, there is a big difference between marriage. Somebody here today
he can marry, she can get married more than 10 times. Yani unaoa tu, wewe kazi yako unaleta hii, unasikia hii ni mbaya, hii huyu hapana, huyu sometimes unafikia mahali mtu, somebody can tell you that I love you, you are my fiancé, you are my sweet kerangwati. When I see you, tears will fall down. Matters me why? I tell him the smoke comes from kitchen, pities me on my eyes. But in the real sense, you are so stubborn, you are just in distress because of somebody. Bako wengine wanamaliza kukunywa sumu, wengine wanajiua, they commit suicide because of love. Okay? So I want us to understand the logic here. How should we just maintain this? But mtu anaweza amua anapenda mtu. As long as when you have stayed together for 10 days, wamekaa kwa ndoa mwezi mmoja, 3 months, 1 year, mtu anaanza kukuambia kwanza nilikuwa naangalia wapi nikikuchagua? Nilikuwa naangalia wapi? I remember certain man and a demolished what is this? He was distracting her wife kwa msichana mwingine. I remember I said this once again in here. This lady, she visited on the village. She was new in that village, and she was ever beautiful one. So this man, he was competing with other, unajua wanaume vijana wenye hawajaoa na wenye wameoa. Kukumgana akikuja pale kwa kijiji, yani watu wanafurahi, wanasema kwamba mwanarebe ndio tengia chiteke gani, yani mwana kitu musmati, mwana kiteriru matata. Yeah? So they plan on, unasikia mtu ana hivi kama wewe ni msichana umeenda umeshatembelea sister, kama you have gone for somewhere, you have seen this. People they come and they just say we need kila mtu anakukatia. Wengine wameoa, wengine sometimes mwingine anakuja ameoa kuna watoto anakukatia na mtoto wake anakukatia. So here this young man he was committing with other vijana kwa msichana fulani. So this msichana akamwambia, my dear brother, wewe ni mwanaume na umeoa, why can't you just respect you and respect your wife as too? Unajua mwanaume alimwambia nini? Unaniambia ati wife yule hata sijui ni yule na oleko ningine nike musi ananiangalia kama paka. Yule bibi wangu ananiangalia akona macho kama ya paka, ndio unaniambia wao ni mrembo. So I was, when this lady was sharing that story to other guys, we were so that shocked. Hata ananiangalia kama pusi. Sometimes mwanaume anakwenda kuambia, nilikuwa naangalia wapi nikikuchagua? Not even men, even you ladies. Mwambia, hata nilikuwa naangalia wapi sasa nikikupenda? Nilikuwa naangalia wapi? Watu wanapata na kosana. There's a clip yenye nilikuwa natembea pale, nilikuwa hapa kwa mtu akomeka sijui wapi, kakuta kwa status zangu. Mtu wanatusiana. Hatieo, ni wamekaa kwa mapenzi. I know you have seen this clip, I think. Hatio, ati wewe unaenda shoti moja na mwingine anamwambia hata wewe hujui kuoga. Sijui wewe ni mtaro, sijui nini. So what is that? So when you have, wakati unao huyu mtu, haukuwa unaona hizo vitu zote. You are not seeing all these things, this weakness. Haukuwa unaiona. Ati wewe ni mweusi hata sifiri hata you says hata. So when you wakati decide, you stay together. You decide uliamua kama umempenda. But nini kimefanyika tena mapenzi imesha. So that's why I'm asking this question. How should we maintain love when we have got married? In this generation, I call it new generation. Kizazi kipya hiki. Tunawezaje? Because someone anaweza kuambia kwamba alikuwa ni girlfriend yako na kuambia no, I got married, I have now a husband. Don't call me. Within 1 week, nampata amekuja home.
anakuja home. Ati what happened? Ati ile mwanaume hata alikuwa ananicheza, sijui hata sikuwa nampenda, but you decided, you went, you stayed there for 2 weeks, 3 weeks. What happened? Karibu sana ndani ya Katika TV. Hii story si yangu peke yangu. We want to educate each other. Sasa hivi saa 6:30 na dakika 3, tarehe 20 mwezi wa 8 ni 2021 Afrika Mashariki. Papa hapa ndani ya nyumba ni Dennis Nyaputo aka Kukurikuntu ama Kurutu. Tupo ndani kama kawaida. Sawa sawa. So Judy Ondenyo anasema hivi, talk with each other. It can't be said enough. Communication is essential to healthy relationships. Also keep expectations realistic. No one can be what we ever wanted. Let me just what's in PTE. Anasema kwamba talk with each other, it can't be said enough. Communication is essential to healthy relationships. Also keep expectations realistic. No one can be what we ever wanted. Yes, I don't know, hiyo ungekuja elezea point the way iko kwa akili yako, it will be well and good. This marriage inatakanga nini? So if we can't settle in our marriages on so for how long? Kama hiki kizazi chetu, somebody want to stay on her or his marriage, mtu aweza kapenda mtu wake. What about the next 10 years coming? So mtu atakuwa anaoa hata 10 seconds. You can pick you are my wife. Na unafukuza the same day, unaambiwa just go away. I don't hata see you are not of my type. You are not of my class. Hey, yawa. Victor Nchiri anasema kwamba ndoa inataka ukweli, uvumilivu tosha. Ndoa inataka ukweli, uvumilivu tosha. And that's what marriage wants. Mama G for general. Mama the mama. Habari. Nzuri sana. Yeah. Hali ya kusinda siku wa leo? Meshinda salama, labda wewe? Mimi niko salama na nashukuru tu Mungu mtu wangu. Yes. Okay. So mimi nimefika tu nikaingia direct na ring. Nieleze uko na nini leo? Nipo na mchadara, usalimie kwanza watu ndio nikwambie. Say hi to fans ndio nikwambie kwa utaliwiki. Oh my. Yes. Okay. Hi my people. How are you? Mko wenye wako hapa kwa nini? Kwa comment section na wasalimia sana. I say hi to everyone mwenye ananijua. Yeah. Hata wewe Kunkurukutu, how are you? Hi, I'm fine. Yes, I'm okay. By then anyore rinkiga na bukatiga minya kubo changu anabera to nande ntarata mo. Yes. Okay, thank you very much. Karibu sana. Yes. Ndio na sasa mchada nasungumzia leo kuhusu how can we maintain our marriages. Okay, katika ndoa. How can you maintain your marriage? Yes, tunaweza ili tuwe na upendo. Hivi sample tunaweza kaa kwa ndoa zaidi ya miaka 50, uwe kuna taste love. How can we? Because this one, ukiona watu wa zamani, if you can see even your dad and your mom, wanapendana pado. This one was saying like that. Niona leo kitu hizi wakati walikuwa na pomwezi vipanda hapa Kisitown.
Kuna mwanamke kuna mzee alienda pale akaona vile vitu zake zimeharibika, akaanguka chini akafaint. Bibi yake akakuja pia naye kuangalia, na yeye akaanguka chini akafaint, akasema mzee wangu amekufa, ako hai, na yeye akafaint. Ndio si uliona chuzi tulikuwa na kisa kingine. Mama akasikia mzee amekufa, na mzee na yeye na mama naye akakufa, so akakufa what at once. So what does that mean? There was love. But hao wa siku hizi, mimi kama wa saa hii, kusikia kama mpenzi wako ni mgonjwa, hata kumpigia simu unaweza umpigie simu after 2 days mwambie, oh ulikuwa mgonjwa, pole, lakini anakuambia I'm gaining. So how can we just maintain this? Ndio tuweze kuwa kama hao watu, tukuwe na upendo na tuweze kuwa na ndoa zenye ni takatifu na zinadumu. All right, it's very simple. By the way, it's very simple. First of all, you must marry the woman, marry your friend. Mimi kitu nimeshinda hapa nikiwaambia, stop, wacha kukimbilia kuoa mtu eti sababu eti unataka bibi. Huyu mtu muweke akuwe rafiki yako kwanza. Make her your best friend, make him your best friend. Mkiingia kwa hiyo ndoa, yani try to, yani kuwa marafiki, mchue venye muna handle issues zenu. Unajua mkikuwa na marafiki, kila kitu yenye inatokea, mnaweza kuwa hata kwa mkutano venye umesema hivyo. Yani gesture, yani your eyes gesture ina reflect. Yani unaona your partner anaona kila kitu, mnapata mumeangaliana. So you sense yani your sensitivity, yani muna catch things together. Alafu kitu ingine, hiyo ni kitu ya kwanza, you marry your best friend. Yes. You communicate. Communication is very important in a marriage, in a relationship. Kwanza sana sana ndoa. Communication. Unanielewa? Don't even say, alafu kitu ingine, try to support each other. When you marry a woman, usiseme eti you are a wife, kaa kwa nyumba sijini, hapana. You need to support each other. Even if you can't support each other through money, you can support each other through ideas. Unaona? Yani you bring everything you have in the table. You say, babe, that's your friend, even if she's your wife or your husband. Babe, what do you think if we do this and this? Unaona? Yani you talk to her, she's the one, or he is the one, he is the one who can offer you a shoulder to lean on. Unaona? Yani your partner ni mtu mwenye anaweza kukupea bega lako, yani ulie. Even when you are sad from work, huyu ni mtu mwenye utamuongeresha. That's when you have married your best friend. Kitu ingine ya 3 ama 4, naweza sema prayers. Maombi ufanya kazi. Your family, bring your family up in a godly way. Unanielewa? Godly way. By the way, kitu ingine ya 5, just satisfy each other sexually, emotionally. Unaona? Yani when you are satisfied, your marriage can flow like anything else. Do you know what satisfaction is? When you are married to your best friend, you talk dirty, you talk anything you want with your person. Okwara no monto yo kende gionsi ke yo gwete yani akonyola kwa yani kende gionsi ramini yako tena ntagete saa hii ntangondo yani those things, yani you talk to your person, you are very open, you are just you play together, yani you feel happy. And also for ladies, should be very active, should be very, yani marriage is just a game, yani it's just something you need to be proud of. Kama umechaliwa, umepata bwana, umepata bibi, enjoy yourself to the fullest. Wacha kuweka eti bona kwa kwani. Unajua kuna wanaume wengine, mwanamke akienda kuongea kitu kama jokes hivi, maybe kitu mbaya hivi, mwanaume anakasirika. No, kama utakasirika, unataka acheze na nani? Maybe alikuwa anataka kukutune, aone kama utafurahi ama utacheka. You know, some things don't be harsh. Wacha kusema eti maskani ya nini? Ama maskani ni hapo nje, tukienda hapo nje, lakini when we are in the house, let's be happy. Let's talk anything.
talk dirty with your man, talk dirty with your woman. Let your woman know that she's yani, touch her anywhere, spank those spank, ladies, pitisha mkono, just enjoy your marriage. Okay. Yes. Lakini eti ukianza kusema eti mubwata maskani sijui nini, that will never happen. That's when you kwenye oromonto, you don't enjoy marriage, you don't enjoy sana sex. Yes. Okay. So as for me, naweza sema be very open, be very focused. Kababa antumoko gendera gochimotu, wacha kuficha siri. Kababa antumo kaba friends koralire na mutaba more husband and wife, yes, but the most important thing, be friends with your woman, with your husband. So that when he's low, kerabwate low moments in his life, na ako tabena I have a friend nko enankwane. Talina uchiko tabyo mondo isko tamanye to chako nyanyorera isiko. So everything together se more go discuss. Nande kero montare te issue go discuss tali go shout. Just take it easy. Even ladies, me nimewambia for long, nimewambia a lot of days, nimewambia hivi. How when was the last time you asked your man, are you okay? You know that thing keroroche mondo, yani maybe omete libido abantu omusa sana basacha kerebanyu they are sexually libido ego balo. Do you know why? Because now they have responsibilities. Omwana ngo tare nyomeye ngakiako sa kubona kingo koranguro omuno musacha. So I tell ladies to ask their men, baby, are you okay? When you ask a man, are you okay? He feels like now you are ready to discuss anything with him, and you are ready for a conversation. Mwanaume akiulizwa kama anaweza uliza Fero, are you okay? Yani he will feel like this woman, let me talk to her, let me tell her what I'm going through. But when a man, maybe wanawake wengine unaona mwanaume amekasirika, maybe ametoka job, ametoka tu, anaingia tu, yani ametinyamanzia, he is not happy, he is not smiling, yani anawacha tu tuende tu kwa kitanda tukalala. It's okay. Ask your man, are you okay? The conversation itaanzia hapo, atakwambia no, I'm not okay, blah 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 blah. That's a happy marriage. When you start a conversation, when you see things are not okay in your marriage, you start a conversation. Talk nicely. Talk to your man. Now this thing at yours, your libido has come low. No, that thing does not make sense. Talk to him, worry baby, what's wrong? Nini squeezy. Talk to your man. Maybe anaendelea kukufa kindani lakini hataki kuongea because maybe you are not friends with your man, you are not communicating well. So ladies and the gentlemen, be if you have a wife, be friends with her. Na and ladies, nimewambia mara mingi, ikifika eti mumeanza kuenda, maybe mumeoana, eti sasa wacha kusifanya I am holy, sijui nini, bwana ndiye ataniambia nifanye hivi, ndiye nimpe hii style. My friend, be kuwa prostitute kwa hiyo kitanda. Be your man's prostitute. Kila mwanaume anataka maraya wake kwa kitanda. Wacha kungojea uambiwe, do it. Na si eti unafanya eti umfurahishe, unafanya ndio hata wewe usikie vizuri, even you feel happy, you feel relieved. So ladies, hata wanaume kuna wengine wanaficha, alafu unapata mwanaume anaenda huko nje ananunua ndio karose hiyo, anailipia pesa mingi eti ndio maana ndio apewe na huyo maraya venye anataka. Tell your woman, baby, wacha tucharibu hii. Yes, send her even a crib. Send her a crib, let her show, let her see it. Mwambie baby, let's try this now.
put a very nice music in your home. Tingako wacha kukaa watu tu wenye wamekaa tu hivyo, sisi ni watu wa isidiori makaintaliba. No, when it comes to bedroom matters, everything changes. Yes, everything changes. So abantu babe sexually satisfied, abantu babe friends, abantu ba focus, abantu ba grow together. That's a way to happy marriage. Na maombi ikue kwa wingi. Watu wasome Biblia before they sleep, they pray. Ndio wanza kushake your boom booms, ndio mwanza kulambana. Be happy, guys. Life is too short. Wa. Niko boliga. Mwesiko minona roti karete mino gali. Mamaji amena mbio. Okay. Obe, vabe sono kwale ngala to ndiga. Wada ingia hapa. Anaitwa Judy Odenyo. Wote some comment niende kwake Fero, vabe ya kupanda afungue kamera. Wote niende kwake Judy Odenyo. Talk with nilikuwa nimesoma hiyo. Nilikuwa nimesoma hiyo comment kwake Violet 20 anasema kwamba ama penzi yana mashenzi. Then what we need to do is to trust each other. Cause in marriage you must be patient. As in temptations ni mingi. Uko nje manze, married men are being confused out there with 18 years. Kai. Wa. Tusikumanya mangi. Mama Chantel, ndoa inataka kupendana na heshima. Emily Toki anasema kwamba congratulations Mama D, your points are true and clear. Emily Achoki anasema kwamba Oh, Judy Ondenyo, in this days marriage can be very disappointing, but having trust issues, it can never work. Also try to understand each other. Despite the situation, also don't involve people waiting your downfall. Thank you very much. Thank you very much. Mimi Achoki, kunywa soda kwa pili yangu, Mama G for dinner, Mama the Mama, amazing points. Thank you very much. Aziza Precious at Mama D, point taken. Thank you very much, guys. I appreciate. So next on stage, I want to bring Fellow. Fellow is here with us. Unangoja kuleta Fellow iga, vile naleta Fellow on stage, niko na announcement moja. Kama kuna mtu anauza Imagine we cannot hear you, Dennis. Can you hear me? Yes, I hear you. We cannot hear you. But it seems you mimi ndio siski. Let me leave. Yeah. Technician ananiambia ananipata. Okay, sawa. Nilikuwa nasema hivi. Tunamsikia. Nakupatia nafasi pro. Kama kuna mtu anauza shamba 70 per 100 iwe between Kisii County and Nyamira, just inbox me ama niandikia hapo kwa comment niambie kuna shamba mali ikuwe na title deed. Sawa sawa. Iwe kuna mtu hiyo shamba ama 100 per 100 meters. Just inbox me. I'll just bring you tunafanya. So next on stage, Fero, karibu sana. Fero, mambo? Hello. Mambo. Poa sana. Hadi vipi mtu wangu? Yes, mimi nawasalimia wote kwanza, nawaambia karibu, happy new day. Yes. Yeah, nawaambia karibu. Karibu sana pia watu tumekukaribisha. Thank you for joining. Nafasi ni yako, karibu kwa mjadala. Karibu sana. Sawa sawa, asante sana. Ase batsa nini ngote banga. Kiswahili please, Kiswahili tu leo. Yes. Sawa. Before kwa bahati yangu nasema ya kwamba before in marriage, before you decide to marry, lazima ujue marriage ni nini. Kitu cha kwanza. Marriage sio relationship ya girlfriend ama boyfriend. Marriage is a different thing. Yes. One reason is that in marriage, lazima ujue utofauti wa ndoa na utofauti wa girlfriend. Kwa mfano, ukioa ama ukioreka, lazima ufanye the best
ufurahishe bwanako ama ufurahishe bibi yako. Nakubaliana na alikuwa anaitwa nani? Mama G akisema ya kwamba wanawake wengine hawachui shughuli zao kwa kitanda. Yaani hello? Yes. Hawachui shughuli zao kwa kitanda. Kwa mfano, tunakusikia, tuendelee brother. Tunakusikia, nafasi ni yako. Okay. Sawa, asante. Kwa mfano, wakati kabla hujaoleka ama umeoa, lazima ufanye the best thing kwa bibi yako ama kwa bwanako. Wakati umeoa, lazima urithishe bibi yako, urithishe bwanako, mfurahishe kwa maneno mingi sana. Kwa mfano, kitu cha kwanza ni tendo la ndoa. Tendo la ndoa lazima umurithishe, umtosheleshe, umurithishe kwa kitanda. Yaani ukiingia kwa ndoa lazima ufanye the best asitoke nje ya ndoa ule bwanako. Yes. Do the best ili asitoke nje kwenda kununua vile Mama G alisema. Umfurahishe hata benye anaenda, kama anaenda job anakumbuka tu bibi yangu wako aje. Baka na akifika job anamwambia babe nimefika, na anam-SMS. Anamwambia sasa okay, kama umefika ni sawa. Kwa nini anam-SMS? Anam-SMS kwa sababu anakumbuka yale mapenzi yenye alimpea kabla hajatoka kwa nyumba. Pili, kabla bwanako hajatoka kwa nyumba lazima umfurahishe kwa kila kitu. Unamwamsha, unamwambia babe masaa imefika, naomba uamke, ujibange uende job. Kama ni maji ya kama ni shower yenye iko ni shower, unamwambia unampaparisha na unamwambia babe amka twende tuoge, unamjajawisha. Lakini hasa kama ufanye hivyo na wakati mwingine mwenye anamfanya hivyo, si ataenda tu? Na ataenda tu. Ila kwa mfano kuna rafiki yangu mmoja kuna kitu kingine Mama G alisema ya kwamba mwanaume akioa sex libido inarudi chini. This is very true. That's a true thing. Kwa nini inarudi chini? Kwa sababu ako na mafikra mingi. Ameoa, lazima ajitengeneze, lazima achenge ile ndoa, lazima aweke kila mpangilio kwa kila kitu, kuona ile ndoa imesimama. Kwa hivyo asipowekwa kwa ukaribu, asipokaribishwa na ule bibi mwenye ameoa, lazima awe amepata mwanamke ambaye anajua majukumu ya ndoa. Anajua majukumu ya ndoa. Kwa nini? Anajua kukaribisha bwanake, anajua vyakula venye anapikia bwanake, anajua vile bwana anafaa kutunzwa ama kuwekwa, asiwekewe. Waona? Yes. Na that's what I am expecting. Nipate mwanamke kama huyo, nitasikia vizuri sana. Thank you. That's my support. Thank you. Dennis Kungurukutu, mimi nilikuwa nasema hivi. I want you, when you enter into marriage, you the two of you become active members of that family, of that house. Yes. Unanielewa? Nobody should be expecting Yes. Wa Mama G for general. Okay. Via Peps. Welcome. Open microphone, open and the camera. Join, karibu sana. Yes.
Yes, karibu sana, fungua kamera tafadhali naomba. Eti? Naomba ufungue kamera jamani, karibu sana kwa mjadala. Say hi. I'm back. Okay. Hi. 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 Akifero si unisalimie gai kwani etwateranete ng'akio kumbitiragia kwani gaki amaji mambo Poa sana my dear. Kucha nimalize nitoke. Nilikuwa nasema kile mkikaa kwa ndoa hakuna mwenye anafanya kitu extra. Mnakuwa marafiki, mnajua marafiki wanasaidiana kila kitu. Surprises. Ndio nasema kila mwanamke atafute afanye kazi, afanye akata hata sukuma apate pesa anunulie bwana yake surprise each other. Kumbuka masiku muhimu. Valentine's Day, surprise each other. Be happy. Pereka your spouse out kwa kitanda msurprise hata na chai. Yeah, that's being romantical. You romance your babe. Yani muna surpriseiana. Hata we mwanaume unaamka asubuhi unatengeneza chai unamwambia babe, amka tukunywe chai before niende church. Niende kazi. Si eti wewe umekuwa mwanamke. Si because you love your woman. Ndio ukikuja unajua amjui mahali mnatuguzana mkitufanyia hizo vitu. We feel good for your babes. Mwanaume akufanyia hivyo utafiri aje? Utafiri tu unapendwa. Unafiri tu ni kama clitoris inaanza kudansi ndani ya blanket. Yes. So surprise each other. Pendaneni, rambaneni. Yani drink, kunywaneni. Be happy. Nitarudi endelea na mjadala sasa hivi, nirudi. Sawa, okay. Vaya Peps, nafasi sasa imepaki kwako. Karibu sana. Sasa naongea nini? Ndaka manyita mangana yenyu. Salimia watu. Kama tutemchadara. Kaole kama tutemchadara. Ananga mangana yenyu amonga maitika. Akiri nkora naonanga pe. Karibu sana. Na naomba tubie Kiswahili jamani. Okay. Mimi hata sijui sasa nitaongea nini juu wanana marriage. Anyway, I do see how my mom and dad they make. So I have experience actually because I have to prepare myself kuingia kwa marriage, you know. So mimi ningesema hivi. So unajua when you want to marry or you want to be married, first thing what in marriage there is kuna expectation ni mingi sana kwa marriage. So when you enter in marriage, kitu ya kwanza you must be patient. Kama mzee anakaa tu humble. Yani ukiambiwa tu kitu yani you need to reason before you make any decision, you know. You need to trust each other. Commitment ni kitu sana ya muhimu kwa marriage, kwa watu wenye wanapendana. You have to commit yourself. Alafu kitu kingine tena as the couple, najua watu wenye wameona how there is kuna nini mingi nasema aje kuna temptation mingi huko nje. Unajua unapata tu yani siku hizi unapata tu mtoto ni mdogo hivi but ukimwangalia yani wanaume sana kitu tunasumbua ni tamaa, but unapata yani unaangalia tu mwana igora ande 18 yani siku hizi wamekuwa ande 18 unadhani mtu mkubwa kumbe ni mtoto tu. Yani unataka tu fanya hivi but hiyo ni mtoto. Kitu ingine tena wewe kama mwanamke you have to know how to deal with your man. Cause kama unataka wewe mwanaume wanasemanga mwanamke wewe ndio uchenge poma yako ama upomoe. So as a woman what you need to do, and that's the first priority for a woman. Kitu ya kwanza you need to take care of your man. Yes. Come if you can't take care of your man, kuna mwenye atatake care huko nje. Siku hizi tunasema huko nje watu ni wengi sana. It's very easy kunyang'anywa bwanako if you can't take care of him. Huko nje watu ni wengi sana wanahitaji huyo mwanaume wako. It's better you thank God alikuwa mwanaume wako. So you need to take care of him. Asini ukimwachilia hivi huko nje my friend, kuna wenye wako hivi ukimwacha watamkamata hivi.
So you need to be careful. Kama mwanaume ametoka ameenda job, akirudi, you know, you as a woman, it's your responsibility to know how to welcome your husband. Akikuja, akiingia tu kwa mlango hivi, namwambia sweetheart wangu, asante kwa kuingia. Kuna vitu Niko na tatu swali. anakuhusia, mami, kuna nini na Niko na swali. third one. Eti Niko na swali. Umesema maswali baadaye kidogo nimalize, then utaniulizia swali. nauliza ukienda mbele umesahau ile point ulikuwa unaongea. Unajua ukifunza Eti before utoke kwa topic, hata mwalimu akifunza before atoke kwa topic ndio anaulizwa swali. simusikii. Ongeza sauti Favored. Na vile nina shout hivi na kwa wenyewe mnataka niambiwe nimemajinuni ana. Bayo, unanisikia? Sikusikii. Anyway, aja ni marsi halafu utaniulizia baadaye. Sema mnapendanga nikitumia earphone. Mnanisikia sasa? Naam. Yeah. Niko na swali. Umesema wanawake to take care of your husband. Under which circumstance? Hapa ndio hujatuambia under which circumstance you are supposed to take care of your husband. How? Okay. Kuna vitu mingi una take care of your husband. First of all, kama we mwanamke, lazima you show that, yani mnafaa kuonyeshana rafu nyinyi wote, but we mwanamke we ndio unafaa like, yani neseka kusatisfy your man like sexually. A man must anaweza kusatisfy sexually, but as a woman wewe ndio unafaa kucheza kama wewe. Yani sijui kama ni Is that the only way you are supposed to take care of your husband? Like the only work of a woman is to satisfy the husband sexually? No, kitu ingine you need to know tukikuja kwa chakula pia, it's your responsibility to take care of a man kwa food. Yeah. Umulishe hapa. Oh my goodness. You have to cook the best meal. Unajua mwanaume wangu anapenda hii chakula. Kitu unapika ile like unampea like surprise. You cook something then unamwambia baby surprise, like surprise, yani you cook the best meal. Si kumulisha. Sawa tuwache ina namukagirani. Kwani iko nini? Angania chinga kichana nkwa nisiponchana. Yo angu boya maswali paka mambi. Yes, for babes tuendelee. Bana na mwanaume akikuja kwa nyumba mwambie baby, kuna vitu tatu. Mwanaume akuza engina yane Gani, ambia kuna maji ya kuoga, kuna chakula pia, kuna na mimi niko pia, hizo ni vitu tatu. Mwanaume nimefurahi hapa. Yes, tuendelee. Acha kuogopa. I'm very happy. Eti? Nimefurahi. Unamwambia pia mimi niko, yani unapenduka tu. Hata mwanaume ametoka kwa kazi, akona ile uchafu kutoka kwa kazi from the morning, amegombanishwa nao mabosi wake, akifika kwa nyumba anapata ni mwindi mwingine amenuna, unadhani mandazi imewekwa baking powder. Lazima you need to show your man, yani uko proud kwake. Akikuja yani kai kile na ngisi ile kama urusie koti, unapenduka kwara mnyangana, my man niko hapa mimi nilikuwa mkaribisha nyumba. Niko leo chiria ndi pole. Favored word. Akiwaya. Tuendelee, wachana na huyu. Achana na huyu Favored word, tuendelee babes. Alafu kama wanaume. Kitu kingine, you need to satisfy me. Nakupenda, but tukiingia maneno na bed, you have to satisfy me. You make sure nimekuwa satisfied. Because as a man, there's a specific place, this my woman. Nikimtouch your place, ani anasikia tu anadunda. So you have to know the specific that place. Alafu kingine tena udesarinda, ndoa iko na challenge mingi, but lazima uvumilie ndio
Fire babes, let me tell you. As much as you want a mwanaume ajue your G-spot, wewe pia jua G-spot yake inapatikana wapi. Yes, you can't expect him doing it akutafutie G-spot, wewe utosheke, yes tosheke. Muguze. Nitakuja kuwafanyia demonstration. Kukurukutu nikaribisha siku moja kwa studio. I do demonstration. Kwanza mwanaume wakati yako ajaingia ama ashaingia ameanza, ukimfunga mahali fulani na fulani, we niambie nikuja niwafanyie demonstration, niwaonyeshe. Fanya saa hii. Fungua kamera. Fungua kamera. Jambo hapa. Mimi nimeingia tu ndani. Topic ni gani? Okay. Mniambie nishikange rada. Okay. Fire babes endelea, alafu nani kungurukutu aendelee kuelezea nani favored one. Tunaweza babes. Yeah, lakini utaona hiyo msachi meto ino msachi wera, you know, that's your man. Wakati mliona mlisema now you have became one thing. So that's your man. When you are mkiwa kwa bed, kaa venye mlisaliwa, kaa uchi wa mnyama, shikana, yani you say you that's as I told you earlier, unaweza kuzingira mnasema mapema na wenye tunapenda kuanzia huko kwenye tunapenda kuanzia sitting room ama kwa bafu, tufanya aje? Na venye niliwaambia mapema, wewe kuna wanaume tofauti. Kuna mwenye anataka kupitishia hapa SMO, anataka kukutoa hiyo nini aingisha kwa kona ndio mkiendelea atoe. So jua mwanaume wako anatakanga ukae uchi ama akutoe nguo. Kwanza hiyo ya kupitisha kando ya suruali, hiyo ndio kitu maana sana. Hiyo inakuanga mzuri sana. Unajua inafinywa. Alafu mwanamke kuwa wasafi, by the way, mkienda kwa kitanda every day, if you are married naonye tora nyomo, hata kama hujaolewa, kuwa smart. Nitakuja kwa weke hiyo, kuwa smart, alafu kuwa msafi, oga, brush meno, just smell good. Smell good, smell uko chini Miss Victoria akuwe na harufu nzuri. Nyoa. Ambia wanawake aje waache kuoga mchana. Ukiamka asubuhi oga, fanya kazi yako mchana yote, usiku oga. Acha kuoga mchana. Sasa eti mzee amekuja usiku, eti mimi ndioga mchana. Mnafaa hata kwenda kwa bafu nyinyi wote mkaoge. Makwapa inanuka hapa, mnaleta makwapa kwa kuoga asubuhi, unaoga na mchana na ujioni pia. Okay. Makwapa mnaanza kunukisha makwapa. Amtaki kubrush meno iko na omena na avocado, iko na sukuma ya wiki mbili zilizopita. Yaani mpaka kukisi mwanaume, kuramba bwana yako inakuwa ni shida. Mtu anaweka anakupea hiyo, anakuwa talimba akiweka kichwa kwenda kando. Mama ji, ambia wanaume wa brush ulimi. Hawashangi ulimi. Hawashangi ulimi. Hata ulimi ni part of teeth. Inafaa uoshe na hiyo brush. Kwanza kitu inanuka zaidi. Wewe enda tu ufanye investigation. Ulimi inanuka, inatoa harufu mbaya sana. Si hata meno, ulimi tu. Kidogo. Unajua wengine wametulia. Kidogo tu niwape direction. Kidogo tuweze niona watu wa comment vile wanawaambia hapa, tutakuwa tunaendelea. Ende KKM hiyo. Anaitwa wacha tu kidogo. Kuna mtu apata nimaliza. Anaitwa Emily Ochoki. Wacha nianzia. Aziza Precious Mama D point taken, Mama Chantel via Pepsi. Sasa anasema kwamba ati Chantel poa sana ikia baba. Jennifer Keruba anasema hivi, prepare yourself well. Oh, marriage is sweet but I'm single. Okay, if you are single, how old are you? Kuna mtu wako hapa single anataka mtu. Sawa. Aziza Precious anasema kwamba via pepo, aki jamani unatuzungushia macho. Kai. Aziza Precious anacheka anasema aki huyu via peps
umemada watu pale nje bana. Anasema kwamba Consolata Nyango niko ndani sana. Thank you very much. Consolata Nyango, Aziza Precious. Kinakoraga. Studio Ondenyo anasema hivi Aziza amedu. Consolata Nyango uliza Aziza. Emily Achoki, respect your man, give him what he ile kitu anataka. Anaitwa Emily Achoki, respect your man, give him attention. Nadhani mwanaume kamili hata toka. Mama Shanteli Vibes anafanya nini? Vibes tumefresha watu hapa nje mpaka Emily Achoki anacheka. Anasema kwamba show ni more fire. Thank you very much. Karen Precious leo more fire. Thank you very much. Sasa nataka tufanye hivi. We want to pin order because tuko wengi mpaka mmefanya mwanaume alikuwa hapa ananisira ametoka. Huyu mwanaume Vero ametoka sababu tunakuja tu hivi. I want us to pattern and taking na kila mtu awe anazungumza. Tafadhali. Hiyo yezi fanya mtu atoke. Kidogo tu kuna mtu anaitwa Kombo from Data State anambia kwamba he's watching us from Nairobi. Okay, that comment itaipata baadaye. Tata tufanye hivi ndani ya Kisi Hot TV. If you are watching us from Facebook, if you want to join us live on the direct, I want to welcome you. Njoo papa YouTube, andika Kisi Hot TV, kuna linki nimeachia pale, ingia live on the direct. Nataka tuweze kuingia kwa favored one. Najua kwamba baby sajiweka conclusion, but let us give each time. Kila mtu at least measure time. Kila mtu achukue almost 5 minutes. Unazungumza. Ukisikia kuna kitu inakuuma, wewe tulia tu, ndani yako inafika. You want to pin order on order, kila mtu aweze kusikiza apate ujumbe. Karibu sana favored one. Via Pepsi, nataka utulie kidogo tu hivyo na kuja kwako. Yes favored one, nafasi ni yako. Mimi nilikuja nikajingisha hapa ndani na nikakaa na kuanza kuingia mahali popote penye nilisikia kitu. Niliuliza mada ni gani? Amuko niambia. So nikaenda na vile kuko. Mada ni hivi. Okay, we want to talk about how to maintain marriage, ama ni njia zipi ama njia gani tunaweza tunza ndoa zetu katika familia. How can we maintain this marriage to be successful? Kuwe na upendo miaka yote. Kama ukisha na mume wako miaka zaidi ya 100 ama 50, unaweza kuwa na upendo kama zile enzi za samani. Si kama siku hizi nikikuoa na kuambia ngaina aligereti bwana na aliko nyumu muntu bunoyo. So how can we maintain this? Tunaweza kuaje na ndoa zenye ziko safi? Karibu sana, mjadala ndio huyo, one on one kwa favored one. Kitu ya kwanza, watu wameruhusiwa tu kutoa ushuhuda wa hii mjadala ya leo, wenye wamekaa kwa ndoa zaidi ya miaka 10 na wako sawa. Wengine wacha tupige kelele. Vile tunafikiria kunafaa kukua. Mimi ninafikiria, mimi sijui. Nafikiria kunafaa kukua, nipeane maoni yangu. Na vile na imagine. Lakini mambo ya kusema kitu ninajua sijui. I'm just imagining and predicting. Kitu ya kwanza naweza predict to maintain ndoa. Ebu nyinyi muongee, mimi waingililie na maswali, mniaje mimi sijui. Na hakuna vile mtaniambia niache kuuliza swali mahali nimesikia kuuliza. Hata mwalimu akifunza shule before asonge anafaa kuulizwa swali. Si eti afunze ni mzima atoke kwa klasi ndio tumtafute kumuuliza maswali. Okay, kama kuna swali utauliza. Kama kuna swali utauliza, mimi nimekuatia. Princess Kale allow StreamYard ama Chrome to access microphone and the camera. Hapo chini kuna mstari mikata na red. Guza hapo chini, fungua kamera, fungua na microphone. Ndio utaruhusiwa kuingia hapa. Na kuona pale backstage but kuingia ni stress. Jamaa tena tumbo maswali. Nataka watu wasungumza hapa. Mama G Fadiana anakuja hapa. Consolata ako hapa. We talk, atusungumze, tuambiane ukweli. How can we maintain this marriage to be strong? Yes. Theory ya kwangu inasema by renewing, unajua we in marriage
kuna wakati mnapata mumefika sehemu, yani mnaboeka, yani mnaboeka towards each other. You are supposed to renew love. By renewing love, hata kama anza kupoeka, kwanza kurudisha the back memories, vile mlikutana, vile mlianza hiyo mapenzi tena, mnarudisha hiyo mapenzi tena, inazidi kugrow. Yes. Na hiyo ni theory nimekumbuka. Najua sikuwa najua mjadala ni gani. Mimi nijipuaga tu. Kambo Fefa ananiambia aje? Kambo Fefa anasema favored one. Hata kama hujaingia kwa ndoa, you can know on how you can make your marriage be very beautiful, that will be admired by many. First, for ladies, they should stop being Ukishaingia kwa hiyo ndoa, Elio mboli dende nani huyo ama swali hata kitaboli. Swali ilikuwa ngoja kumboli ndiye alingelikia network yangire. Wewe ni mwanamke kamili. Ukisimama, you have everything. Kuruo motu bako kurege chale getuan. You have everything. Kiswahili. Let me confirm. Ni kama niko na kila kitu vile umesema. Then you yeah, sure. Mungu hakukosea, kazi ya Mungu haina makosa. Sasa nataka nikuulize hivi. Sasa huwezi tuambie eti una kitu ya kusema. So far venye umelelewa umegrow, you have been seeing your mom and dad. Na so far your umri imefika, yani unasengia kwa marriage. How will you keep your man? Maintain aje mwanaume wako? Mwanaume mwenyewe anasema aje? Nare utawangana gifadi. Watu waendelee tu kupumua hivyo. Nare utawanga in a relationship, in marriage. Mmoja wenu anaweza jifanya mjinga. Kwa hivyo sana sana wanawake, mimi nawaomba hivi. Hata kama unajua wewe hujafanya makosa, atia kuendekelea unaanza kupigania kelele kwa hiyo nyumba. Humble yourself, that's your home. Okay, humble yourself, yes, but mwanaume haezi enda mimba huko nje kusema sorry. Enda mimba huko nje na mtoto wa shule, yeye ndiye amekosa. Alafu akuje kwa nyumba nimwambie sorry bwana yangu. Sikia, ama unamaanisha nini? Unajua mwanaume ukijua ameenda nje, umuulize babe, unatoshekanga? Yaani umkalisha juu namuuliza babe, unatoshekanga hapa kwa kitanda kweli? Ni shetani. Wanasemanga ni shetani. Sasa hakuna mahali, everywhere mvua inanyesha. It rains everywhere my sister. It rains everywhere. So, hata kama utatoka it rains everywhere. Am I supposed to be sorry? Am I supposed to be sorry? Nataka unijibu. Am I supposed to be sorry? Mama G, am I supposed to be sorry for what my husband has done? Aende apeane mimba kwa mtoto wa shule. Nikuje nimwambie mstori. Tuseme tu kweli, naweza wajibu. Sikia, vitu zingine wanawake ndio tunachileteanga. Imagine mwanaume anataka, hata kama hataki, mwambie unataka. Ajue hata kama akienda huko nje akikuja jioni unataka. So, he should be. Naweza wajibu. Mama G. Yes, okay. Kidogo tu. Najua tulikuwa tunapena time. Najua mtarudi. Kuna watu wengine hapa wanaume wanataka kuzungumza. Kuna watu wanauma. JK salimia favored one and everyone wenye sijui majina. Azisha present attitude ondenyo akiva peps amenipamba, ameanza na kuzungusha macho then anauma kidole.
Wa. Thank you very much. Karibu kufika Kanani. Nimesalimika JK. I hope pia uko Yes. poa. Considerata. Before nile kwa Vani Kinyaboke, Teomo Kirango original. Considerata. Referent. Fanny alikuwa anajibu swali. Alikuwa anajibu, sawa. Vani kajibu. Na mimi pia Tafadhali. Kuna watu wasikiki Kisii. Saseni. Poa sana. Poeni. Okay, mimi naweza jibu hivi. By the way, sisi kama wanawake tunaolewa kwa hiyo poma, si ndio? Na hakuna venye unaweza pishana na mwanaume. Na hii dunia hakuna venye hakuna vile mwanaume anaweza oa mapipi 10 na wewe uko hapo. Hata kama uko na watoto wake, uwezi ukatoka, kwa sababu wewe ndio mama wa watoto na wewe ndio mama wa poma. Sasa wewe kitufanye hakuna kitu eti umuulize eti unateseka sijui unatoseka kwa kitanda, hapana. Heshimu wako kwa mwanaume kako, hata kama ni kabaya hivyo. Unajua wewe wakati ulioleka, si ulioleka ukijua huyo ndiye alikuwa na unajua tabia yake ni na hii. So sisi kama wanawake tukae chini, uongee na mwanaume wako vizuri. Akikataa kusikia, wewe mwachie Mungu na Mungu atamsaidia. Hizi vitu zenye eti mnapishana mmoja anatolewa kichwa. Mimi hapo wacha fanye, akitoseka atarudi. Wacha niwaambie, kama ni umaraya usingoje uletewa ukimwi, kanyaga kubwa. Ukimwi ni kitu mbaya, kukumeza dawa. Hata kama it rains everywhere, if it gets worse, kanyaga kubwa. Yes. Nani wacha nikuambie, hata kama ukanyaga kubwa, wewe unaitwa mama wa watoto wa huyo baba. Watoto kama anataka we will cooperate, tutafanya cooperating please. Mbale ngaka anakaora hata. Okay. Let me tell you. Okimu negenteke ko ingoteria mario kera lituko. So we will not allow that. Sai wacha nikwambie, sai okimu sai iko karibu kupata dawa. Sai kitu yenye ni kanata. Hebu niongee kidogo. Okay. Fire babes favored na kina JK. Mtu wanya anafanya umaraya nje, usimngojee sana. Ukiongea na yeye mara 2-3 akikataa kidogo. That's for your right. That is for your right. Yes. Okimu, otoko ingota liwa mariokera lituko. Kuna maji. Wewe, kidogo tafadhali. But wacha nikwambie nani, unastahili kukaa na familia zako. Ndakumwagia Burundi. Okay, wewe acha kuniitaita hiyo jina. Unajua nitatoka hapa. Hapana, si wewe. Considerata mugirango kuja hapa. Nilikuwa naita considerata. Hebu niongee kidogo before niende. JK. Yes. Nataka nikupatie kupatia nafasi hata kupatia because ametulia sana. Kuna kitu imeniuma hapa. Hebu niongee kwanza. Considerata. Ongea na JK mwelewane, wish to talk. Because amenyamaza sana, alafu na nyinyi ndio akiongea na watu space pigana nyinyi wote kwa screen. Sitakuwa na nini. Considerata. Huyo hayuko, akitaka kuongea ataongea. Mwenye ako ready kuongea ongea. Hata niongee. Mimi niko ready. Anazungumza nampata. Anaongea. Mbona tumpati? Yes, Reverend. Mimi namsikia. Namshukuru Mungu kwa wema wake na kwa nguvu zake, na pia nashukuru kwa ajili ya mjadala wa siku ya leo. Nashukuru Mungu kwa swala hili ambalo limeletwa. Nataka unisomee kitabu cha Amosi 3:3. Mnacheka nini by the way? Why are you laughing? Okay, kama ninawaboa, I'm really sorry guys. Hapana, wewe acha asome. Mimi nakusomea Amos 3:3 Ameenda. Huyu okay, sasa sheria na masharti ni hivi. We want to maintain a respect because everybody opinions iko sawa. Hatuwezi tukafanya kazi hivyo.
I don't know who it is. Ni vile tulikuwa nafungua pipe hapa. I don't know nani huyu amefanya like that. Ni conslater. No, huyu mwenye amecheka who it is. Ni nani huyu? No. Sometimes we want, you know, lazima nirudie sasa. Kurukuntu, wait kidogo. Unajua, wewe sijua mtu amecheka nini kwa sababu unajua wako kwa nyumba, maybe mtu ameanguka, mtu amefanya anything. No. Watu tusikue na roho ndogo. Alisema aje? It is you, sheda na masharti. Just mute your mic if you kama utapatiwa nafasi. Make sure your mic is muted. But no. Okay. Nani TK? Unajua huku hapa wakati tunakuja huku kuna time hata kama umeleta kitu yako kuna mwenye anaweza kuja aseme nisomee Biblia fulani, wewe si ukacheka. Wewe acha asomewe ndio explain chenye alikuwa anataka kusema. Unajua ndio nasema Nira amesema aje asome Amos wakati amesema nisomee Bible alafu huyu nani akasema aje ndio maana akabweka wakati alisema nisomee Bible huyu nani huyu. By the way this I want us to take this one. Nataka sasa hivyo kwanza. Hata let me tell you. Mimi sijasema mimi ndio nilisema. Wacha nijitetee. Kuna mtoto hapa ameniletea au watoto wa Waarabu wameniletea sijui ameniletea nimweke conflict na nimemletea chakula. Ndio maana nimesema maneno. Wewe mtu asisema asome Biblia. This one itakuwa the best way to handle this situation. This is the second time I'm saying this. Unajua no sitaki nikasirike. I want to be very sober. I want to be very good and well. Tukue tu here tukiwa tunaelewana. If this is the way tukua tunafanya, hatutafika mahali popote. Hakuna kabisa. It will never take us anywhere. If this is the way you can handle situations, hapana. This one haiwezi kafanya. Ni saa 7 Afrika Mashariki. Thank you for joining Katika Hot TV. May God bless you so much. Tupatane leo mwendo wa saa 4 kama kawaida. At this moment now nimeona kwamba hapo imefikia hapo. Yeah, imefikia hapo. I want us tukaweze kuzurisha everybody ndio itakuwa sawa because I want kila mtu akiwe sawa, mtu akikuja kwa show, akitoka kwa show awe kwamba ameridhika na ako sawa. Akwe ametoka hapa ameridhika hajakasirika. So we don't want to destroy somebody's moods ama mtu yote yule. And that's why I always say like this. Wakati mtu anapatiana opinion yake iwe nzuri au mbaya, just let us keep silent. And obvious ukiingia kwa stream, make sure your microphone is muted. That one itakuwa sawa. So mimi sina la ziada la kuongeza. Kama kawaida, let us meet on kesho, leo. If possible, we will meet today and talk much more about Tunaweza Jifunza. So I mean like this. Wale wageni ambao mmeingia Kisi Hot TV, make sure mmekimbia mmesubscribe pale. Kuna watu wako pale Facebook na Kambo Favor, akina Kombo. I see them on the other side. Thank you very much Kombo na kuona pale from on the Facebook account. May God bless you so much. Again I'm saying like this. Wale watu ambao kuna watu hapa nasema niko na appointment mbili hapa 3. Ni wakumbushe kama uko na shamba 70 per 100 meters na within Kisii County au Nyamira, somebody is in need with that shamba, inbox me. My phone number iko hapo kwa screen on that name of mine Kukurikuntu. The next is my phone number. So inbox me, niambie kama uko na shamba, it will be well and good. Secondly, I have like 2 people, 3 people. Iko na msichana kuna 27 years, yupo pale Nairobi anafanya shughuli zake, anataka mtu mwenye ko serious between 28 and 30 years. If you are there, you can inbox me, ni kuconnect naye. Hatutakuja kwa screen, itafanyika pale nje, baadaye tutasema kwamba Mungu awe pamoja na nyinyi. So kama wewe ni kijana and you are looking for a lady who is 27 years, there is one.
and who is ever serious. Anataka mtu mwenye ako focused. Si ati kama utasoma au umesoma, but you have a focus uko future. You can plan on how to expand and explore more. Sandra, nilikuwa nimemaliza. Thank you for coming. Thank you for coming. Na kitu kingine niko na mwanaume ako na 27 years. The public servant. Yeah. So okay, I don't know how can I call it. So if you feel like kama unamtaka unafeel kwamba unaweza kuwa connected na yeye, nafasi bado ipo. Sawa sawa. We can talk about that. But meanwhile for sai pia niko na kijana mwingine pale sehemu za Tabaka, anataka ako 32 years, anataka mtu wa 30 years. If you are ready, just inbox me, we'll talk more. Today's topic, kama ulijifunza kitu kimoja kutoka pale, jifunze nacho. May God bless you so much. May God be with you. Have a lovely good night. Let's meet today. Majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Wacha tuniombe wakati napoondoka. We bless your name. Thank you, God, for this moment, and thank you for this opportunity that you have been with us. We have been hold us together. Tumediscuss. Mahali tumekosea, but tumekoseana, tunaomba msamaha. Bwana katuongoze, katushike mkono. Asante kwa maana kwa nafasi hii. Asante kwa maana umetuwezesha, umetuongoza. Tunapenda kupumzika. Najua kuna wengine sasa hivi wanafanya kazi. Wengine sasa hivi wanaenda kupumzika usiku huu. Naomba kibali na neema kutoka kwako. Asante kwa maana umetuongoza, tutatushika mkono. Kwa wakati mwingine tena tutapokupatana pandani, tutashukuru jina lako na tutakupa sifa, utukufu na mamlaka. Asante kwa maana unakuwa pamoja na sisi mpaka wakati mwingine. Pokea sifa, utukufu na mamlaka katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen and amen and amen. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen and amen. Tupatane majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Sijui Sandra nataka kusema nini? Sandra? Naam. Mambo? Salama. Wasema vipi? Nilikuwa nasema tu kwa hao wenye walikuwa wanacheka. Makosa sana. Ukisema neno la Mungu haikui unacheka, sababu Mungu ndiye ametuwezesha tukafika huu wakati. Mungu ndiye ametuwezesha hata tukafika hapa kwa studio, tukakutana hapa tunaongea. Hiyo ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. So wakati mtu anaposema neno la Mungu isikuwe ni kifani, yani isikuwe ni mzaha. Haujui anataka kuongelea nini, haujui mambo ya ndoa hata iko katika Biblia. So labda alikuwa anataka kutoa pale neno na alete hapa tujadiliane, sababu ndoa, mambo mengi ya ndoa yako katika Biblia. Kwa wale wanajua Biblia, endeni kukule mtakutana nayo. Hajakosea mahali, na mimi nimesikia nimekasirika na nimeona wenye wamecheka. Okay, niko pale kwa comments but nimeona wenye wamecheka. And wacha tu niwaombe kwa Mungu akawasamee. Wakati mtu anaposema mambo ya neno, ikuangi ati ni mzaha. Kuna kitu alikuwa anataka kutoa pale kwa Biblia, alete hapa alafu achangie, sababu maneno mengi ya ndoa tunajifunza kutoka kwa Biblia. Ni hayo tu. Thank you very much. Keva, yako na inaso kile kina akoro ile karibu sana Keva. Okay. Wewe karibu sana. Tumekisoi kwa sababu ya Sandra apatangi kikisi. Nashukuru. Thank you. Mlikuwa na mjadala. Mjadala tumekuwa nao na tumemaliza, hata nilikuwa nimeomba, nilikuwa namaliza, nilikuwa naondoka. Sawa basi. Ndio mimi naingia. It's okay. Time. Thank you very much. Hamna shida. Thank you. I hope tutapatana tena leo. Tutapatana leo. Nitahakikisha kwamba tumefika sasa mpaka asubuhi saa 9 alfajiri.
Nashukuru kaka. Thank you very much. Okay. Thank you. Thank you guys. Thank you for joining. Thank you for joining. Bye bye. Meet next time.